kwa kujengwa hiyo skuli. Sasa inakuwa mpaka sasa hivi sijapata malipo yoyote, na mimi sina lolote la chochote, huku na watoto nasomesha, na nenda watoto nenda skuli arudi sijui wape nini, na asubuhi nikiamka sijui hata nile nini, na mimi ndiko nilikokuwa ninategemea. Maarufu tuache shamba kubwa Gando huko. Ninachotaka nijue haya makubaliano ya kwamba anaendelea vipande vyake halipwi, alitoka ofisi ipi? Haya, tusaidie. Tulikaa kama watu wa mji, tukatafuta ni pahali gani pa kujenga sekondari kutokana na shida ya sekondari iliyopo Mabatini Gando. Tukakubaliana kwa pamoja kwamba twende kwenye hilo eneo kabla ya kujengwa, kabla ya kupata ufadhili wa serikali. Kwanza skuli inajengwa na serikali. Kabla ya kupata ufadhili wa serikali, tuliwaita watu wote wanaolima hapo, si yeye mama peke yake, watu wote wanaolima hapo. Tukawaambia bwana, hapa tunataka kuja kujenga skuli inshallah tukipata ufadhili, kwa hivyo twawaomba msiendelee kulima, na wakakubali. Lakini wakasema tunalima, ikitokezea kwamba tunataka kujengwa skuli basi sije vipande vyetu tutatoa huru. Kwa hivyo na wote ilipotokezea ufadhili na ukaja, tukawaita na wakakubali, isipokuwa mama kulikuwa na miti yake kama midalasini, ndio ambayo labda hiyo ndio ambayo ni muhimu nayo kusaidiwa. Lakini pia afisa mdhamini wa elimu alipokuja, tukamueleza kwamba hapa bana kuna vipando vya watu. Alichotuambia kwamba wizara hailipi vipando, kwa hivyo sisi tunataka mtupe kiwanja tujenge skuli. Kwa hivyo kwa kupitia afisa mdhamini aliyepo sasa ndio alituelekeza hivyo kwamba hakuna malipo, tukajenga kwa njia hiyo. Ni waziri wenu, nimetoka kwenye maisha ya kitajiri, nimeishi kwa maisha haya. Unavyonieleza tu shekhe, hapo mmetumia ubabe kwa nafasi zenu kwa sababu ya kama wewe mwenyewe usingekubali. Wewe sasa hivi hapa umenipa mgogoro wa ardhi. Wewe leo yule mama mnyonge kalima, hakuna aliyefikiri hata mmoja, basi kwa huyu kwa kuwa havijang'olewa wewe unaenda kusema tumekubaliana jumuiya, tumekubaliana sote tujenge, mmekuta vipando. Spirit ya Dr. Hussein Mwinyi haiko hivyo. Yeyote anayekutwa na vipando vyake, na mimi nikimuuliza Mheshimiwa Waziri Lela, siamini kama anaweza kukuta vipando vya mtu kama hivyo visilipwe fidia. Sio kweli. Hapo mmetumia ujana dume wenu, nguvu yenu, na mkamobilize kwamba kutengeneza shule, mkalazimisha. Mbona hamkuweka kwenye vyenu shule?